Nakoirobo nene Yesu. Nakoirobo nene Nyesaune. Nakoirobo nene Jehova. Nakoirobo nene, nakoirobo nene. Tigoiwobo nene, tigoiwobo nene Yesu. Tigoiwobo nene, tigoiwobo nene Nyesaye. Tigoiwobo nene asougo sasimali tukolia lero. Tigoiwobo nene kiagara no muyole. Tigoiwobo nene kiagara ondete yorako we. Tigoiwobo nene kiagara liogo koranya saundete yorakole. Tigoiwobo nene kiagara kuhatolendire, kuhatogiteire Nyasaye. Umetupa neema iliyo kuu katika maisha yetu. Bwana wa neema, Mungu wa upendo, mtakatifu wa takatifu. Wewe unaweza Mwokozi. Unaweza Jehova. Unaweza kwa kila jambo. Ngana tiririgo sinyetaye. Ingana tiririgo sinyeta monene. Ingana tiririgo sinyeta monene mwanene. Na yebuyeka kwa weneire. Na yebuyeka kwa weneiro go sasimwa. Na yebuyeka kwa weneiro go togiwa. Na yebuyeka kwa weneiro ko ewo nene. Na yebuyeka kwa weneira soko imokererwe igoro. Oimokererwe igoro Nyasaye. Oimokererwe igoro monene. Oimokererwe igoro monene bwa nene. Eba konesi kobiko hiranere. Ekiagera nigole Nyasaye. We thank you, Lord. We worship you. We glorify you. Thank you, Jesus, because you are there for us every day. Kira kujao Bwana uko nasi. Kira bunatoko boka Nyasaye. Bunatoko raro monene nayo manyete. Nayo manyete bunatoko taro mugasomo gima. Omonene ni gogo toetanana. Ogo tuebwana nelia Nyasaye. Ogo tueli serera monene. Ogo tueli serera se chinchera chiogo kumia. Ogo tueli serera se keralingana. Ogo tueli serera buna abana bao Nyasaye. Ogo tueli serera Jehova. Ogo tueli serera. Watueli sereire. Watueli sereire. Nakia kora tuatebire nganaye Nyasaye. Na yoko nyara. Ondete yonga bunaye. Nando ondete yorabe bunaye. Na yo monene. Na yo chinguru cheito. Na yo bonene bueito. Na yo gosamali weito. Na yo buli yeito Nyasaye. Na yo gekengero gieito. Na yo buye kogo tolenda. Na yo buye kogo tomolembe. No molembo no rotoga netie Nyasaye. Obuya buhao na butoga netie ruoti. Obonene buhao na buwoka toga netie. Otorwa eri tukeli galigara torore bunore Nyasaye. Torore bunoro monene. Torore bunore chinguru cheito. Torore bunoro buya bueito. Torore bunoro bosera bueito. Obonene buhao boisane Jehova. Mabera hato isane. Ekiagera kwa weneire. Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa Bwana. Umeinuliwa mtakatifu. Umeinuliwa Mungu uliye juu. Mungu ambaye ni wa rehema. Mungu ambaye ni wa upendo. Mungu ambaye anatenda makuu. Ni wewe tu uliye Bwana. Ni wewe tu uliye Mungu. Ni wewe tu unayeweza. Ni wewe tu uliye kimbilio letu. Ni wewe tu uliye nguvu zetu. Asubuhi ya leo tumeona wema wako. Asubuhi ya leo tunalitukuza jina lako. Tumeingia katika lango lako Bwana, tukiwa na wingi wa amani, wingi wa utukufu ndani ya mioyo yetu. Tunakutukuza Bwana, tunakutukuza Mungu, tunakutukuza Mungu wa amani, tunakutukuza Mungu wa upendo. Utenda yaliyo makuu katika maisha yetu, maana wewe ni Bwana wa mabwana, maana wewe ni Mungu wa rehema, maana wewe ni Mungu wa upendo. Tutakulinganisha na nani? Au linganishwe Mungu Nyasaye? Toliko bwekani wanonde. Ni nani aliye kama wewe? Father, Lord, we honor you. Onga bunaye Nyasaye. Ondetayo Jehova, ondetayo manene bw'abanene, ondetayo manene, ondetayo. Hakuna aliye kama wewe. Naye bweka Nyasaye, naye bweka gosemali, naye bweka chinguru, naye bweka manene, naye bweka Nyasaye, tata naye bweka.
kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na kupenda ni nani? Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, na kupenda
mfariji kama wewe Baba wewe. Hakuna Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Ni nani kama wewe Baba wewe? hakuna Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Kiongozi kama wewe Baba wewe, hakuna. Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Kimbilio kama wewe Baba wewe, mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Kiongozi kama wewe Baba wewe, mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Mushindi kama wewe Baba wewe, mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Kimbilio kama wewe Yesu wewe, mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Mponyaji kama wewe Baba wewe, hakuna. Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Anayeweza kama wewe Baba wewe, hakuna. Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Kimbilio kama wewe Baba wewe, mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Ni nani kama wewe Baba wewe, mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Siku ya leo kama wewe Baba wewe, hakuna. Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Wakuabudu kama wewe Yesu wewe, hakuna. Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Siku ya leo kama wewe Baba wewe, hakuna. Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Mwenye uweza kama wako Baba wewe, hakuna. Mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Anayeweza maishani mwetu wewe, mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Baba, hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante kwa sababu ya wema wako juu ya maisha yetu. Umetusaidia, umetupigania Bwana, tumefika umbali huu.
hata sasa umetupigania, umetusaidia Mungu. Nakushukuru kwa sababu ya ibada ya siku ya leo, ambaye Bwana umetusaidia, wakubwa kwa wadogo wanaotusikiza. Na nakushukuru kwa sababu ya wageni wetu walio katikati yetu, ambao wamekuwa wa baraka katika maisha yetu. Mungu, wanapoenda kunena pamoja nasi katika ibada hii ya kwanza, naomba kwamba Bwana ukaweze kubariki mtumishi wako ambaye anayesimama katika madhabahu haya. Tumikie kama jombo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kwa muda atatumia hapa, walio karibu na mbali, wale ambao Bwana wako na uwezo kutusikiza na hata kututazama, Bwana ukaweze kuwazungumzia. Jina lako litukuzwe na libarikiwe milele yote, maana ni mwema. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Na naamini kwamba ni siku ya baraka. Tunaenda kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mungu ambaye anayeenda kuchukua kipindi cha kwanza, Reverend Ann Betty, ambaye amekuwa pamoja nasi tangu siku ya Alhamisi katika koinonia yetu. Na hakika tumeshuhudia matendo makubwa ya Bwana. Kwa hivyo nisaidie kwa umoja tuweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili aende kuzungumza pamoja nasi. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Karibu musombo Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Twamshukuru Bwana siku ya leo. We thank God for the wonderful week. We thank God for the blessed time that He has given us. And we appreciate the Lord for the bishop of the land and the whole team that the Lord has given us in this area. This morning I am born again. The blood of Jesus has cleansed me. I have the testimony of the Lord in my heart. We come from Meru County. We have friends in Kisii. Part of our friends are from here, PAG Church. And we are bringing the word of God from here, Nyamataro. PAG Church. As we prepare ourselves to go and usher ourselves into our service. I am Ann, and I thank God. I'll just bring the love of God in a very few moments. And I know the Bible says that the Lord has esteemed His word above everything else. He Himself is the word. And He Himself stands to speak on His behalf. Therefore we bring this love unto you through the airwaves, kupitia mitandao yetu, which the Lord has blessed us with. I'll read a word that looks familiar to you, but today will come in a unique way. In the book of Psalms 91, the Bible says, I am beginning from verse 1. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The dwelling means that you are not a visitor.
Once we say that we dwell in a certain place, it means you are not a visitor in that place. You are someone that is quite familiar with all the corners of the place. And in that secret place of the Most High, you shall abide under the shadow of the Almighty. We that believe in the Lord Jesus Christ, we have a place that we dwell. We have a secret place that many do not know. A place when there are storms of life. A place where there are discouragements in life. Is a secret place where we turn unto. In the real sense, secret places are not revealed to everyone. Even in our mansions, even in our houses, even in our accounts, there are some secret things that we don't reveal to everyone. But now I want you to know, Book of Psalms 91 verse 1 says, there are some of us that have known these secrets, and these are the sons of God. Amen. He has been able to reveal unto us because we dwell in His presence. Salvation is for all of us. Hallelujah. Amen. It is granted unto all of us that we can know the secrets of God. In fact, the Bible says the secrets have been revealed unto the sons of men. And verse 2 says, I will say of the Lord that He is my refuge. And not only is He my refuge, but He is also my fortress. A refuge is a place where you run for shelter. A fortress is a place that is quite protected. Mahali ambapo pamezingirwa. Whereby even if there is an attack, there is a protection. We the sons of God, we have a place where we can run unto. We have a place that we can call a protected area. Indeed, the Bible says pestilence will be there. There will be discouragement. When the economy is moving up and down, those things will be there. Haya mambo yatakuwepo. Kutakuwa na msukasuko pia katika mafamilia. Patakuwa na msukasuko katika uchumi. Patakuwa na msukasuko katika hali ya kiafya. Na misukasuko pia katika hali ya kikazi. Na misukasuko katika hali ya anga. Lakini asubuhi ya leo, sisi ambao tunaitwa wana wa Mungu, tuna mahali ambapo tunaweza kimbia. A protected area. And it is in the secret place of our Lord. We are bringing this love unto you. You do not need to cry alone. Neither do you need to be a person that is fatherless. Pengine umefika mahali you are giving up in life.
Pengine umefika mahali the burden is outweighing. Umefika mahali you have no answer to so many things that are going on. You looked upon your family members that are wealthy. Maybe them that are well connected. And your heart thought that they can also connect you. But all what you are getting is total frustration. You prayed and fasted for your children, expecting wonderful things from them, but the results are not pleasing. There is a place that you can run unto. There is a Father whose arms are always open, and He is the Lord God our Father. We are bringing this love unto you, so that wherever you are, hearing our voice, we can encourage you. We can give you hope. And if you are not born again, we can tell you of the goodness of the Lord, so that you can turn into your life and have a dwelling place that is secret. Amen. If you look at verse 3 as we conclude, it says that the Lord shall deliver us. A person that means to be delivered, mtu ambaye anahitaji kukombolewa, ni mtu ambaye ako katika umateka, maybe in the slavery of that sickness, pengine katika umateka wa magonjwa, pengine katika umateka wa pombe, pengine katika umateka wa dhambi. The Bible says in verse 3, Psalms 91, surely, that word means there is no doubt in it. Him the Lord shall deliver us from the snare of the fowler and from the noiseless pestilence. And verse 4 becomes now a blessing unto us. The Lord will cover us. Hallelujah. Amen. The Lord will cover us with His feathers. Under His wings shall we trust. He will become our shield. So you have no reason to fear at all. Believe in the Lord. Maybe you are born again, but your heart is down. Let me tell you, our dear friends, maandiko lazima yakatimia. We are in the perilous times. Tuko katika zile nyakati ambazo ni nzito sana, na lazima maandiko yakatimie moja hadi nyingine. Lakini wewe unayo sababu ya kufurahi. Wherever you are getting us from, and we that are here in church, we just need to lift up our eyes unto the Lord. We have a dwelling place. Hallelujah. Amen. We are not orphans. We have a Father. We have an advocate. We have an intercessor. We have someone that loves
loves us. I want to tell you could be in a situation where no one, not even your spouse, can understand you. Not even the parent that has given birth unto you. Hata sio mzazi mwenye amekuzaa. Hata mchungaji mwenyewe. Waweza uko katika ile hali. Don't give up this morning. Don't lose hope. There is a God. And he says that he is there for us. He is our protector. Our shield. A refuge unto us. A fortress unto us. God is alive. He is alive. He is able to do it. If you are not born again, na unaweza kutupata kupitia kwa hii mitandao, we welcome you to the family of Jesus, where we get peace that is not explainable unto any man, where we have somewhere that we can run unto, where we are given peace that is not understandable, where we can sleep overnight knowing that our Father cares for us. For the moment he may not look real unto you, but once you open up your heart and you welcome him through faith and believe that he exists, he will surely come in. May the Lord bless you, and may the Lord do you good. Them that are very far, wale ambao wako mbali, preparing to go to fellowship somewhere else, twawatia nguvu asubuhi ya leo. Na pengine ulikuwa uko very down, hauwezi hata ukaingia kanisa. Go to the church. Get a church that fears the Lord. A God-fearing fellowship. And the Lord will bless you. Let us pray. Our Father and our God, this wonderful morning we thank you. Thank you for the opportunity of being together with us. We have believed you as our Father, and you are our shield and our protector. We run unto you for safety. You are the Lord of all peace. May you give us peace that surpasses the understanding of men. Let me make a prayer for someone who wants to receive Jesus in his life. Wherever you are, Jesus is the Prince of Peace. Say, Lord Jesus, I give my life unto you. I need your salvation. I need your peace. I need you to be my refuge. I need you to be my fortress. I need you to be my shield. I welcome you into my life, that you may do me good. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. May the Lord bless you. May the Lord do you good. May the Lord protect you. Amen and amen. 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 Let's put our hands, them that are here in church, and welcome our bishop. Amen. 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 Asanteni sana mtumishi wa Mungu Ann, kwa sababu ya kutuletea neno
katika vile Mungu ameweza kuweka katika moyo wako. Amen. Amina. Ni wangapi wamebarikiwa? Mbalenga baseseniwe. Nataka tuweze kwenda kutoa sadaka zetu kwa kufanya ibada yetu kukamilika. So chukua sadaka yako ili tuende kutoa katika madhabahu haya. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu ya neno lako tumelipata Bwana kutoka kwa mtumishi wako, na umemtumia umetuzungumzia tujue kwamba sisi tuko na mahali ambapo tunaweza kujificha. Tuko na ulinzi ambao unatokana na Bwana, kwa sababu tumeweza kukuamini wewe. Uko na uwezo kutuficha chini ya mapawa yako, katika jina la Yesu Kristo. Tubariki tunapoenda kutoa sadaka zetu, na kisha baadaye tunapoenda katika Sunday school. Bwana, tunaomba uweze kwa pamoja nasi. Ibada ambayo iko mbele yetu ya main service, tunaomba kwamba Bwana, katika viwango vikubwa kwa uwezo wa jina lako, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. So unaweza toa sadaka yako tunapoenda katika madarasa yetu ya Sunday school, na tutabarikiwa pamoja kwa jina la Yesu. Amen. 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 Bwana akubariki sana unapotoa. Neema ya Bwana ikutoshe. Amen. Amen. Hallelujah. Na baada ya hapo tunaenda moja kwa moja kwa madarasa yetu. Yes, Lord. Naamini kwamba tutabarikiwa pamoja. Tutabarikiwa pamoja. Yes, Jesus. Yuko Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni, ajibuye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba